He's a man of zeal and passion, and he's a man who loves our governor with all his heart. He's also one of us, one of the officers in the county. I know he knows summary. He went to Bible school, so I know the homiletics and all those other things. The exegesis will be on point, and he'll do well. Father, in the name of Jesus, we know that you prepared a day like this, that we may eat from your table, even sharing the eternal word. The Bible says heavens and earth shall pass away, but your word shall abide forever and ever. As your man, your servant, stands to speak, I pray that you give him the utterance that he requires, that he'll not speak his mind, rather he'll utter the very oracles of God from heaven. We thank you for answering our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Shall we have our seats in the presence of the Lord? Amen. Basi Bwana Yesu asifiwe. Simunisalimie na mkono wa amani. Bwana Yesu asifiwe. Ninayo furaha jioni ya leo kutamatisha huu mkutano. Ni heshima kubwa sana nikiwa na maaskofu marafiki zangu. Mungu wabariki sana na watende mema. Sio kusema ya kwamba mimi ndiye mhubiri bora sana. Actually asubuhi tulikuwa tunaulizana na askofu, akaniambia, wewe mchungaji ndugu yangu na mtoto wangu, fanya hiyo kazi, maana najua moyo wako vile ulivyo. Najua ya kwamba tumekawia, lakini Biblia inasema heri mwisho wa mambo kuliko mwanzo wa mambo. Kwa hivyo ningewaomba tumalizie vema na Mungu ataweza kutubariki sana. Nike na mke wangu ambaye ameweza kunipata hapa. Si usimame mke wangu, huyo ni my wife. Wakati mnanipigia simu saa 9, saa 10, ambulance hospitali, ndiye naombanga ruhusa, ananiambia we enda ukashughulikie watu. Amen. So thank you so much my good wife. Is only that mzee mmoja alisema ya kwamba wakati unataka kuwinda unakuanga na mistari. Nilimuahidi ya kwamba nikikuoa anniversary nitakupeleka Kana ya Gariri, mahali defy libadilishwa, lakini tutafika pale. Amen. Ametulia tu. Ninazo dakika chache sana. Tumeongea mambo mengi wiki mzima. Tumetuliza hii familia na najua ya kwamba Mungu atazidi kuwatendea mema. Ninaomba hizo dakika 5 ambazo nitanena, wewe ukisikia pointi mzuri unasema amen, ili nimalize haraka. Wewe ukisikia pointi mzuri unasema nini? Amen. Governor, nakupenda sana na ninajua ya kwamba tumepitia mengi sana na najua tunaenda bari sana. Kile nitasema ya kwamba hata mkijaribu kupigana na huu mzee hamtaweza, maana huu mchanga nimekuja kujua ya kwamba uko na very firm foundation, uko na maombi mengi sana. So these men will go far, and if you agree with me, say amen. And because he also assisted me to have this kajo today, let me bless you in the name of the Lord. You are blessed and nobody can curse you. Amen. Mheshimiwa Kawajiko, sasa ukae style mzuri ya kusikia neno. Sawa? Amen. Najua he is my friend, alinikata pale na kajuiga. Tukuhujerio no pastor yore muwe. Tuthiaga mesamanio akanyitondekio ndo agatohora ngudi na deal na nyinyi. 3 people you need in your life. Watu 3 ambao unahitaji kwa maisha yako. Ambia jirani, watu 3 ni mpango wa Mungu. Watu wangu, Bwana Yesu asifiwe sana. Najua ndio nashidaga na wao. Mungu awabariki sana na governor wapende sana. Amen. Mpango wa Mungu katika haya maisha, akupe watu ambao watakusaidia. It is the plan of God to give people who allowed you to help you. Mungu ni Mungu wa companion. Mungu ni Mungu wa ushirika. Na Mungu hapendangi wakati unakaa peke yako. When the devil want to destroy you, when the devil want to finish you, he segregates you, he isolates you. But it is the plan of God ya kwamba ukae na watu allowed you. Nilikuwa nimepanga mambo mingi sana lakini sitayasema. The plan of God is that you have destiny helpers allowed you. You have influencers allowed you. You have builders allowed you. You have
people who genuinely love you allowed you, just like the way you've seen in this compound. Mumekuja kwa upendo maana mnampenda governor. Kama angefiwa na asipate mtu, angeshindwa ni nini nafanyanga hii dunia. But thank God because you came to be with him. Na kwa hivyo huo ni mpango wa Mungu. Mungu mwenyewe aliumba hii dunia akasema let us, so that is plural, akasema let us create. So God the Father, God the Son, God the Holy Spirit waliumba hii dunia. Alipoumba hii dunia akakaa akaumba mwanadamu. Mungu mwenyewe akaona yule mwanadamu amemuumba hatataka akae peke yake, akamumbia mwanadada ambaye Biblia inamuita the helper, akamumbia msaidizi. Maana mpango wa Mungu si ukae peke yako, na nimekuambia shetani akitaka kukumaliza ni kukuisolate. So God created a helper. So that foundation, God is God of companion. Amen. Mungu ni Mungu anapenda tukae na watu na tukae umoja na tupendane na tusaidiane. Mungu atatumia wanadamu wakubariki. Mungu atatumia wanadamu wakupeleke kiwango kingine. Wakati unalia anatumia wanadamu kukupanguza machozi. Pahali unataka kazi ni Mungu anatumia watu ili wakusaidie. I know you are my witness. Vile hata wewe gavana vile ulio huyu first lady, kuna mtu kwa njia moja ama ile ingine alitumika. There was a destiny connector. Mimi ilibidi mtu mmoja tulikaa naye plot anaitwa Jerry. Nilienda crusade Muranga, nikahubiri watu wakapona. Dada akakuja akaniserve, nikasema usio mwili tuwahe ilia niwe direta. Nikaambiwa haiwezekani. I only required her number and the rest is history. So it costed somebody to help me to get there so that I get somebody. Amen. So watu ambao uko nao Mungu amekupa ni wa dhamana sana. Na usidhalae watu, usidhalao wanadamu. Wanaweza kukusaidia kesho. Wanaweza endelea safari na wewe. Amen. So when Jesus came, hata yeye mwenyewe na ni mwana wa Mungu, he required the 12 disciples ili watembee na yeye. Kwa hivyo watu ni wa dhamana. And because I'm summarizing, there is no Moses without Joshua. There is no Elijah without there is no Elisha without Elijah. There is no Jesus without Peter, John and James. So people are very important in your life. Can you greet your neighbor and tell him or her, you are very important in my life because tomorrow you're going to help me. Kesho unaweza nisaidia. Simpigie Bwana makofi sababu anaweza tusaidia. Huyu gavana anahitaji watu 2032 na ni hivyo na ni sisi tutamvukisha pande ile nyingine because we are his companion. Can you say amen? So maandiko ambayo tumesoma ili nimalizie, wakati Yesu alikuwa anaenda msalabani, akiwa safari ya msalaba, amepigwa mijeledi mingi, amepigwa viboko mingi sana, amechoka. There was a guy who was a standby. The Bible has called him Simon of Cyrene. Historians say that he was an African guy. He had come for a Passover. And the Roman government compelled him to help Jesus to carry the cross, so that Yesu asichoke sana. It is said that the cross of Jesus weighed 135 kg, right? And the distance from where Simon of Cyrene was to where Golgotha was about 1 kilometer. And Jesus could faint along that 1 kilometer. But Simon of Cyrene came and helped Jesus to carry the cross. So number one, you need Simon of Cyrene in your life. Huyo Simoni ndiye anakusaidia kubeba mizigo, misalamba wakati umelemewa. Do you have such a person who can bear your cross? Do you have such a person whom you can call na muambie mambo ni mangumu, nisaidie kubeba msalaba? Simon of Cyrene, he was very innocent, but he carried the cross. Akaipeleka Golgotha na Yesu akapumzika na mambo ikawa sawa. Mtu wa kwanza unahitaji maishani ni mtu anaitwa Simon of
Cyrene. Amen. Simon of Cyrene. Never forget that. Because that man can bear your cross. That man can pray for you. That man can intercede for you. That man... come on. Amen. So si usalimie jirani yako umwambie, are you the Simon of Cyrene? Are you the Simon? Are you the Simon? Mimi ninahitaji Simoni maishani mwangu ambaye wakati nimelemewa, because sometimes life is very unfair. Life can be very unfair and you cannot do it all alone. You need Simon who can carry your cross. I pray to God that he may give you a Simon in your life, that in the way of your cross there can be somebody who can carry your cross. Sema amen. Number 2, wakati Yesu alisulubishwa msalabani na ikawa masaa imesoga sana, aibu imeenda, and for your information, Peter na hao wanafunzi, they all backslided and they left the body of Jesus Christ hanging on the cross, and it costed only one man. Say one man. So this man by the name Joseph of Arimathea, the Bible says that he was a rich man but a secret disciple of Jesus. Kumbe hata Yesu alijua kujipanga ya kwamba kuna mwanafunzi tajiri lakini mwanafunzi wasili. Huyo Joseph of Arimathea akaenda kwa Pilate. Pilate was the governor of the day, for your information. So he went to Pilate the governor. Akamwambia Pilate, siwezi kubali mwili wa Yesu Kristo uninginie. And because he was an influencer, he was a man who said, this man cannot be ashamed. Kanisa haiwezi aibika nikiwa niko na pesa. Na niko na kaburi nimetengeneza yangu. Maana desturi ya Waisraeli ni utengeneze kaburi yako ikawe sawa. So Joseph of Arimathea akaambia governor wakati huo, nipatie mwili wa Yesu. Aibu ikaondoka. You need Joseph of Arimathea ambaye anaweza kukuondelea aibu ikifika saa 9 jioni. Wakati hakuna mtu mwingine anakufikiria, kuna mtu anaweza toa pesa yake. Imagine somebody saying, nimetoa hata kaburi yangu. Hiyo kaburi mnasikia akina Mary Magdalene walienda, ilikuwa jamaa tajiri ameandaa yake. Akasema ni Yesu atazikwa. That's why I told you, you need people, you need men, you need women around you who can say, hapo umefika mwisho, tutazongesha. And that's why governor, me, I don't care who prays for you. Ama ni nani, mimi lazima ni kuombe. It is my culture. It is my culture. For the last many years, kutoka tujuane, na mimi nakuombeanga, kikiumana na vaanga hii guo. Namwambia wewe Mungu, hata kama niko na dhambi, wewe angalia hii guo na ubariki huyo mzee wangu. Maana huyo mzee ananisaidianga. Alinipa kazi. Najua gawa na hawa watu hata ukiona hivi wamekaa hivi, saa zingine tunapelekana sana na tunaheshimiana sana. Ama ni aje waziri wa health, si yako? So huyo mzee amekuheshimisha, siwezi kubali na yeye masaa yake ya mapigo apigwe. Lazima nisimame on the gap. You need that man who can say no, haiwezekani. Amen. Unaenda unafunga, unaomba, you intercede until you win the battle. Amen. Kuna moja ilikuwa imechacha sana, battle imechacha sana, nikaona we are almost now going home, but I went and told God, Mungu, wewe ukiokoa huu mzee nitatoa sacrifice. Hizo ni vita ambazo Joseph of Arimathea anapigana bila wewe kujua. Na sisemi hivyo, I'm just telling you, giving you an example so that you honor people, you respect people, you help people, you work with the people, because tomorrow they will be your helpers. And above all, you take steps. Amen. Because faith without action is dead. I remember wakati hiyo imechacha, huyu namwambiaga story zangu, ama huyu CS. Nikaenda kwa rafiki yangu mmoja, nikamwambia, inasikia kuna MP kama 4 wanapiga governor sana. Hebu wapigie simu saa hizi, uwaulize ni nini wanatakanga. Thank God you are not in that list. Sasa, and that friend of mine literally called them.
we are fighting. Joseph of Arimathea anajaribu kutoa Yesu kwa msalaba ili aibu iondoke. Kamwambia finally governor, sababu hao hakupatii mambo inakaa, pigia rais. Joseph of Arimathea are crazy. They are risk takers. Yeah. Rais alipokata kuchukua simu, nikampigia mtu fulani na nikasikia story na nikajua kwamba vita tuna shida. Sio kwa sababu hakuna watu wengine wanapigana, but you stand in your gap as Joseph of Arimathea. What do you do when Jesus is on the cross? What do you do when your friend is crucified? What steps do you take? Which prayer do you pray? Which wishes come from your heart? What do you do when your friend is crucified? I pray God Almighty to give me Joseph of Arimathea. Amen. Muheja anaweza kuambia, unaona huyo mheshimiwa Muheja, akuambie before tu achukue mheshimiwa. Nilimkuta mahali amepata accident. Hakuna mtu anamuongelesha. Tulikuwa na my wife huyu, nikamwambia wewe shuka gari, enda nyumbani, nipeleke huyu mzee nyumbani. Because Joseph of Arimathea anabebaga mzigo. Si ukuwe na marafiki ambao wanabeba mzigo. Marafiki wengine ambao, ambao hawana shughuli na wachana na wao. My wife was telling me last night ya kwamba friends who are not adding value in your life, drop them now. Drop them now and have Simon of Cyrene, have Joseph of Arimathea. And lastly, there was a man by the name Jonathan, son of Saul. Alimpenda Daudi sana. Bible inasema wakawa na agano. Akampenda sana. Sauli alijaribu sana kumuua Daudi mwenyewe. Lakini Jonathan akakaa na Daudi, wakawa na covenant kali sana. Mpaka Daudi akawa mekuwa mfalme. It costed Jonathan to protect the interest of David until he became a king. Were it not for Jonathan, David could have died before he became a king. So lastly, you need a Jonathan, a covenant brother, ambayo unaweza muambia mambo ni mangumu, ninakibizwa, let's share this, na kushikilia na muendelee naye. And lastly, Daudi alipokalia kiti, alikumbuka akasema ya kwamba kwa nyumba ya Saul kuna mtu amebaki. Kwa yale mambo mazuri Jonathan alinifanyia, kuna mtu amebaki. Akaambiwa, kuna kajamaa kanaitwa Mefiboshethi, kwa mahali kunaitwa korogosho ya huko Lodeba. Lodeba means a place of no communication, no network. Kibira ya na huko. Daudi akasema huyo jamaa aletwa. Why? Because his father stood with me. Hata kama babu yake alinifanyia maovu, let that son come, I bless him, na nimrudishie mashamba. yote ambayo ilikuwa ya familia yao. So these are the men and the people you want in life. Amen. So number 1, have Simon of Cyrene. Number 2, have Joseph of Arimathea. Lastly, have Jonathan. Those people, if you have them, I'm telling you, you're going to go far. Because God will always use people to bless you. Gai ahovagira andu nigetha magutware gikiro kiu kingi. And you need that man. Familia ya Winnie na familia ya governor. I pray that watoto wa Winnie Mungu awape hawa watu, ili tuone siku moja watoto wa Winnie wameng'aa sana, wameenda bali sana. They only need Simon, Joseph and Jonathan. Si Mungu awabariki sana. Si Mungu awatende mema. Si kila mtu abarikiwe na Simon wake. Si Mungu abarikiwe na Joseph wake. Mtu abarikiwe na Jonathan wake. And before we leave this, because you've blessed Governor so much,
I pray you receive in the name of Jesus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, you are blessed. Thank you so much, our senior pastor. Thank you so much. Let us clap for him. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. For us, we are not used to doing it that way. If I do it that way, I'll go home without my tongue. But anyway, the message is at home. We're really grateful. It was a strong message. And may God continue to bless you. Madam, nituhe muthuri twendete muno itagwo Muigai wa Njoroge. Just madam wake tikira kurugama uguo wiki andu uguo. May God bless you. You are together with us. Thank you so much, our sister. No kinyie ngeithi citũ na nĩ njũĩ governor nĩ akuona nĩ ũkũmũgeithia. We are ending up na rĩu gwendete gwĩta Mr. Kang'ethe, chairman, nĩgetha atwĩre mĩtaratara. Rĩu nĩ kũrĩkia nĩ tũrĩkĩtie. Koguo mũtikae kũgĩa na thĩna. Na baba gwendete ageithanie hau tondũ nĩ kwendete kũgweta ciugo igĩrĩ. O hau arĩ nĩ kũhota. Koguo anengererio gakero kau harĩa. Guka warie wĩ hau. Aria wĩ hau tu. Nĩranjigua? Ni. Nengererio kamero. Igua. Yoko igua. Murega inyuothe mokĩte macakaya ma Nyambura. Tũrĩega. Murega rĩngĩ. Ngeithiai ũguo inyuothe. Rĩtwa nĩ Joseph Mwaũra na gwitũ nĩ Karura. Niĩ no ngeithi ngwendaga kũgeithania nake Gavana Kimani niĩ ndĩ guka we. Thank you. Thank you Mwathani akũrathime. Akũhe mĩaka yaku yothe. Mĩaka ya thayũ. Na ĩna kĩrathimo. Rĩu niĩ ngwendaga ongeithi na nĩndakena mũno mũno nĩkũhe kahinda ngeithanie. Asante. Tupigie guka makofi. Thank you. Thank you guka. Mr. Kang'ethe chairman, nĩgetha warĩkia tũkũnengere Bishop Theudi atũrĩkĩrie. Asante sana. God is good and all the time. Family, doing her family ya Mutigaire na niyo nene ndadu niyo family ya Governor witu Kimani wa Matangi na andũ a gũkũ niĩ njĩtagwo Bro wa Kang'ethe na ngoretwo ndĩ chairman wa committee ya gũthondeka ũhoro ũyũ mũrona. Na niĩ ngũtuĩka Simon wa Serene nĩgetha save mahinda. Ndikwenda gũikaria andũ. Ngwenda kũmwĩra nĩ tũkoretwo gũkũ toguo mwĩrwo nĩ governor kuma hĩndĩ ĩrĩa ũhoro wahanĩkire na nĩ tũbangĩte mĩbango ĩno yothe mũkorete gũkũ. Ũmũthĩ nĩ ndona ta twatorio hanini Your Excellency tondũ wa mathaa na still andũ matinahota gũikara na ihenya ũrĩa tũngĩendire. So we really apologize on behalf of the committee. We have been here since Thursday and I would like to only point and nihimize niseme I know for sure and 100% the first test after Winnie and when we assembled here, when we approached the church and requested for the church our possible date of burial, we were given either that was Tuesday, last Tuesday, I think it was, or is it Tuesday? Or yeah, today we were given either Tuesday today or Thursday. And the first test for the governor said it is too soon. That's my sister. We'll rather go for Thursday. Governor, because that is pure demonstration of really deep love na family yanyu. So everybody, we have been meeting here and I know we have had several services. Like yesterday we had a church which was being led by the Catholic. On Sunday we had another one. We had a church service by ACK, and tomorrow we also now have what we call interdenominational. It is also going to start from 4, and on after that we'll have candlelight
candle lighting, and which will commence immediately after the church service. So I believe you all know that the funeral day is on Thursday, and the services will be conducted at ACK Kibiko church grounds. It's not in the church because also the church is small. Like we found this space also, we cannot fit the number we expect. So it is only about 500 meters from here. So those will come, and the church service will commence from around 11. But from morning, the body is at KU referral hospital mortuary, and we'll leave for the body. We'll leave from here around 7, or we should be here by 6, so that we leave at 7 to be there and correct the remains. Then we'll live back to the church ground around 10:30 for the services to commence from 11. So after that, the burial will be just behind here. There is a small space, so we will likely request maybe for those who will come, they will come and maybe settle here so that we'll have something, lunch kidogo, lakini kwa sababu ile ground ni kidogo sana. So na wengine tunauliza pia watu waache magari kwa kanisa pahali tutaonyesha, because we'll be parking our vehicles on the high school next to the church. Security is adequate, and I believe everybody have seen that security is adequate, and also around other area or homes around here. So we have no problem, and we expect everything will go. Sitaki kuongeza mambo mengi, vile nimepromise. Saa ingine tunakuwaga na mambo mengi, tunaimba kidogo, lakini leo vile tumekaa sana, hatutaki kuwa na tunaona watu wamechoka. Na kwa hayo machache, tulikuwa tumesema governor ameinua watu wengi sana tangu mimi nilikuja kujua governor, na wale watu ameinua pia. Kuna mhubiri moja alisema hapa, ama mchungaji akasema lazima naye sasa governor tulia, ukae na sisi naye tukuinue. He gave an example, akasema hata ile gari breakdown ikienda ianguke, lazima itafutiwe breakdown ingine ndio iinue. Sasa governor akaulizwa akubali kama kawaida ama kama ile tradition yetu kama Afrika kusaidia wale wamefiwa, ikasemekana tusaidie governor. Kwa hivyo mtaona namba, kama mtu ambaye haja peana ama ule anataka kupeana anything financial or in cash, atumie hiyo pay bill, mnaona katika hema zote. Sitaki kusema mambo mengi kwa sababu nimesikia hiyo mahubiri ya pastor wetu, na sasa mimi nimechukua hiyo taji nyingine ya Simon the nigger. Thank you. Thank you, Chairman. Tupigie pia Chairman wetu makofi. Thank you so much. That was good. That was good. We are winding up. Na niye Bishop todoleu ni yoroka kuhoya. Ona twarikia kuhoya. Ni kuhoya ureke tuide dashi hanini. Na Somida. O hanini tu rwimbo rumwe tu. Bishop ureke tu tuide. Ona ciothe ni cia Ngai. Na githe tigo. Somida igaga ainaga cia Ngai na cia guku thi, na gutire maundu ma Saitani reke inde mwire. Anyway, Bishop, it's your turn. Naomba sisi wote tusimame. Tusimame sisi wote. Hallelujah. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Bishop Daudi Maina, na mimi ni member wa County Public Service Board, rafiki wa GVN na the First Lady. Thank you for what you've done for the county and what you continue to do for us. Mama Honorable Betty, Senator, nimesikia umepata governor na ukapata Samido, na mimi nikikaakaa sasa utaniadopt pia ukuwe na bishop mmoja. Amen. Angalia jirani yako, mwambie unahitaji watu watatu wakukubebea mizigo, wakukuondolea aibu
na mtu ambaye hata kuacha liwe liwalo. Siku hizi tunasema pale na hubiri Victor's Assembly Church Kikuyu ya kwamba waliotuacha kwa mataa wajue sisi sasa ndio mataa. Sema amen. Tunataka kuuliza with all humility our GVN and your family na watoto wa our sister na the immediate and extended family tutoke tu hapa kidogo, and I know the space will be ample. We will give you the latitude to stand well so that we may say a word of prayer for you, then kutoka hapo tufunge na Samido aimbe digioria kuria wathire tonoguonaga guku au kierera. Mheshi kwani unajua hizo nyimbo. Haya. So watu wa Mungu tukaribie watumishi our GVN and the first lady and the entire family. Once again our condolences. God will continue to give you grace, mercy and peace. Shall we then pray? Kama unaamini Mungu anajibu maombi, nyosheni mikono tuwafunike. Prayer is a cover. Prayer is a canopy. It's a canopy that comes with divine protection and even more grace. Father, it is in the name of our Lord Jesus Christ that we stand before your presence this evening, obeying the word in Hebrews 4:16 that says that we should come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find help at the time of need. God of heaven, you foreknew this day that we would gather here even for prayer, even adoration of your name. Father, we present the family of our sister, the late, of our blessed memory, Penina. We present the 3 children before your holy presence, praying that you continue to watch over them. The Bible says, when my mother and my father forsake me, the Lord will take me up. Be their guide, be their protector, continue to show them the right way, and above all, let them finally look back and say that you are a good God. Father, we remember the governor and the brothers and the sisters, praying that you continue to encourage them, the words that we cannot tell them, the comfort that we cannot utter with our own mouths. Oh God, we pray that you continue to speak to their inner souls, to their heart of hearts, that they may hear well, that they may be comforted, that they may find solace in you, in the name of Jesus Christ. Father, we cannot forget to commit the day Thursday into your able hands, praying that the weather will be favorable, praying that every road that will lead here will be a road covered by the blood of our dear Lord Jesus Christ. We say no to accidents, we say no to tragedies, and we declare that whoever will come, they will leave their place in peace and return in peace and not pieces. We bless your name for answering our prayer. Thank you for the provision that you've granted from every corner. Thank you for the Simons. Thank you for the Jonathans. Thank you even for the Josephs that you've granted unto our governor. Praying that you continue to do that to each and every one of us. We bless your name for answering our prayer, and it is in Jesus' mighty name we pray and believe. Amen. And everybody say amen. I want to ask, thank you GVN, thank you family. Wapi makofi mazuri yao wanapoenda kuketi, just to show them love. Jerry, you are here, you are a singer. Jerry Moigai, come and give us a song so that you can raise for Samido. Mutawapatia baadaye? Okay. Naambiwa hana okay, take it up. Nilikuwa nimeambiwa niite Jerry, you can just stand by, then you'll be called later. Yeah. Chai tunaomba tafadhali chai ikuje ndio watu wakae chini tafadhalini. Tunaomba tafadhali watu wakae chini. Adore mara tuesa hii tunaomba